Basi tunaendelea katika somo letu, wana wa Mungu. Tunakwenda kuonyesha neno letu katika jioni ya leo. Tutakwenda kusema somo mambo yanayotuma watu wanashindwa kujitambua. Tutakwenda kuonyesha mambo yanayotuma watu wanashindwa kujitambua. Watu wanakwenda kufanya mambo isiyompendeza Mungu. Watu wanaenda katika njia tofauti. Kuna kuwa sababu moja wapo ambazo zinazotuma kabisa watu wanashindwa kujitambua. Tutakwenda kusoma katika kitabu cha Wagalatia ile sura ya 5 na mstari wake mdogo wa 18 hadi 21. Tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini mkiongozwa na matendo ya mwili, ni dhahiri ndiyo haya: uasherati, uchafu, usuda, ibada ya sanamu, uchafu, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo hayo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Amen. Haya ni maneno ambayo tunakwenda kuyaonyesha ya kwamba mambo yanayotuma watu wanashindwa kujitambua. Maandiko yanakwenda kutuonyesha wazi ya kwamba kuna kuwa maneno ambayo yanatuma watu wanashindwa kujitambua. Na katika yale maneno unaona mtu anakwenda kujifurahisha, mtu anakwenda katika njia tofauti na akijipendezesha kabisa kuonyesha kuwa yeye ni mwana wa Mungu, kuonyesha yeye anamjua Mungu, kuonyesha yeye anampenda Mungu sana. Lakini ukiangalia ndani yake anakuwa na mambo yenye kuwa tofauti ambayo haimpendezi Mungu, na yale inampelekea kabisa kushindwa kupatanisha yeye na Mungu, kushindwa kumjitambua na kumwelewa Yesu kwa ni nani. Tunakwenda kusoma katika Wagalatia. Acha tuguse mambo matatu tu hapo, sababu ni mengi na tutakwenda kuyamaliza polepole pamoja na nini, wana wa Mungu, sababu tunataka Mungu wetu wa mbinguni apate kutenda kazi. Bien-aimé, Mungu wetu wa mbinguni apate kujitukuza, sababu tunakuwa katika injili ya jioni. Hapo tunakwenda kuona ya kwamba mambo yanayotuma watu wanashindwa kujitambua. Hata tuseme ya kwamba uasherati, hiyo inakuwa jambo kubwa ambayo inakwenda kutenganisha watu kabisa katika wao na Mungu. Uasherati imekuwa kama vile mchezo mzuri ambao watu wanakwenda kuabudu katika ulimwengu wa leo. Unakutanisha mtu anakuwa katika uchumba, amekuwa mama tayari, amekwenda kuunga ndoa, amekuwa tayari na mchumba, lakini huyu mama anatoka nje ya ndoa yake, anakuwa na wengine wa sheria, anakuwa na wengine wa baby, anakuwa na wengine wa ex, anakuwa na wengine. Na ukimtazama hata huyu mama wala hata huyu baba, wakati kama anashirikiana katika mambo haya yasiyompendeza Mungu, utakwenda kuona alama, mwana wa Mungu. Hata tuonyeshe ya kwamba alama ya mtu huyu anayekwenda tofauti na ndoa na kuisaliti ndoa yake, kuisaliti mume wake, hata kumsaliti mke wake. Alama ya kwanza utakwenda kumgundua kupitia simu ya mkononi. Mtu anapokuwa katika mambo haya isiyompendeza Mungu, huyu mama anakuwa kila saa busy. Mama mwenyewe akamatiki kabisa. Ukimwona iko hapa anatoka, ukimwona iko hapa anatoka, atulie. Mama atulie tena nyumbani. Mama hana tena kikao, atulie kabisa, anatoka. Mara simu yake haitakiwe kabisa hata mtu mwingine aiguse. Hata mume wake anafikia hatua ya kutokujua na kugusa simu yake. Hivyo hata mume unakutanisha na kuwa na simu, inakuwa kama vile ni siri. Lakini maandiko yanasema ya kwamba kilichounganisha Mungu mwanadamu hawezi kutenganisha. Na akasema ya kwamba na ndoa yenu na heshimiwa na watu wote. Wewe unajua ndoa ya kwamba na kitanda chenu kiheshimiwe. Unajua labda kitanda ni ile kitanda kulala, lakini katika maandiko yanasema ya kwamba kitanda ni ile mwili yenu ninyi wawili. Ndio kitanda ambayo Mungu anajua. Na wakati mnaenda kinyume na yale, tayari mmekwisha weka usaliti na mmemuasi Mungu. Hiyo inakwenda kuonekana kabisa. Hata katika ndoa nyingi zinakwenda kuharibika kupitia hii. Simu ya mume ni simu ya mume, simu ya mke ni simu ya mke. Sasa Mungu amekwisha unganisha. Je, kunaweza kuwa tofauti gani? Na wakati kama mama hataki mume wake aguse simu yake, unajua ya kwamba kuna mambo. Na sasa hapo baba utakwenda kujiuliza, mimi nilimwoa mke wangu, naona sasa hivi basi amekwisha badilika kabisa, sielewi, akamatiki tena. Baba, unajua ya kwamba haiko mke wako tena, alishakuwa mke wenu, sababu tayari amekwishaanza kuchipuka.
Na wakati kama iko wako tena, basi wewe utabaki unalia. Jina la Bwana libarikiwe. Ni sharti sisi sote tuwe umoja katika yale maneno ambayo yanatuma watu wanakosa kujitambua. Tunakwenda kusema usharati. Acha tuseme uchafu. Uchafu unakuwa katika njia mbili. Kuna kuwa uchafu wa mwili, pia na uchafu wa roho. Lakini katika uchafu wa kiroho, ni sharti wewe ujitenganishe na ujipatanishe na Mungu. Ujitenganishe na ujue kutenganisha mambo mabaya na mazuri. Lakini katika mwili, kuna kuwa wale ambao leo wanakuwa ni mashujaa, wanakuwa na silaha za kuangamiza watu wengine. Wao wanakuwa na uchafu, wanawanga usiku na mchana. Yeye atafurahi wewe ukizaa. Ukizaa kwake inakuwa ni shida. Ukikula leo nyama, kesho kwake inakuwa ni shida. Ukipata hata watoto wanafanikiwa katika shule, kwake inakuwa ni shida. Mungu akikubariki, kwake inakuwa ni shida. Mtu wa moyo kama na huu wa uchafu anatafuta mambo ya kuangamiza usiku na mchana wengine, sababu hana moyo safi. Lakini wewe mwana wa Mungu, ni sharti mtegemee Yesu Kristo, sababu atakuwa mkombozi na atakusaidia muda wote na saa zote na dakika zote. Wakati watakapopanda, watainuka na watashuka. Jina la Bwana libarikiwe. Tunakwenda kuona neno la tatu kuhusu wivu. Wivu leo imekuwa ndio silaha kubwa, sababu tukiangalia katika wivu, hata katika makanisa, hata katika mahuduma mbalimbali, unakutanisha mtu anaona wivu juu ya mtu mwingine. Mtumishi na mtumishi mambo hayaendani. Huyu mtumishi akitumika hiki, mwingine anaona ni kibaya. Huyu mama akifanya hiki, mwingine anaona ni vibaya. Huyu mama akikula kidogo mzuri, mwingine anaona ni vibaya. Wivu inakuwa ni silaha kubwa, na hili linapelekea watu kufanya maovu. Watu wanauana ni kufuatana na wivu. Watu wanakwenda kuchongeana, kubeana habari tofauti ni kufuatana na wivu. Watu wanakwenda kumuasi Mungu ni kufuatana na wivu. Kumbe yale ni mambo, katika yale mambo ambayo yanatenga watu kuto kujielewa na kujitambua. Wivu inakuwa ni kubwa. Tuone neno la mwisho ni fitina. Fitina, tukisema fitina ni chuki. Unaweza tembea na mtu mzuri, mnasema naye, mnakula naye, unafika mnasema kabisa mazuri, lakini ndani yake anakuwa na fitina, chuki. Na huyo mtu wa chuki analinganishwa kama vile ni adui mkubwa. Bora hata kama unaweza ishi na adui, unamjua kuwa yule ni adui, lakini kuliko kuishi na fitina. Mtu mwenye kuwa na fitina ni mtu mbaya, sababu atakupatia meno, utacheka naye mzuri, atakusaidia kila kitu, lakini ndani yake anakutafuta ili apate kuangamiza. Lakini bien-aimé mwana wa Mungu, tunasema ya kwamba mtegemee Yesu Kristo tu, utakwenda kuona mkono wa Bwana. Hayo ndiyo yote yanayosumbua watu, wanashindwa kujitambua na kujielewa, na wanashindwa pia kutambua Yesu ni nani. Ukiangalia katika ile Warumi sura 8 mstari wa 38 hadi 39, inasema kwa maana hii mtajua ninyi ya kuwa mauti wala uzima wala kitu chochote wala kiumbe kingine wala mambo mengi hapo chini ukisoma, inasema haitatutenga na upendo wa Yesu. Haitatutenga na upendo wa Yesu. Sasa wewe unakwenda kidogo, sababu tu bwana yake akigunjwa muda wa siku 2, wewe kwako umekwisha chipuka. Ukikosa kidogo mali, unaanza tafuta njia za kwenda Freemason. Ukitafuta, ukikosa hiki, unaanza kuwa na wivu ya kutamani kile mwenzako alichokuwa nacho. Lakini maandiko yanasema katika ile Warumi 8:38-39, inasema ya kwamba kuna kitu ambacho kitatutenga sisi na upendo wa Yesu. Ni sharti tupate kuwa wavumilivu, na tukivumilia pamoja na Yesu, hakika Yesu atakwenda kutusaidia, sababu yeye anatenda. Ukikumbuka yule mama aliyekuwa mgonjwa wa miaka 38, ameketi katika kisima cha Bethsaida, hakukuwa na msaada kabisa, sababu ilikuwa malaika akishuka katika kisima. Mtu wa kwanza aliyeshuka na yule alipata uponyaji, na yeye alikuwa amekwisha kuwa mgonjwa sana, hakukuwa na tumaini. Lakini siku Yesu alipofika, akamuona, akaona Yesu akamuuliza, unakuwa nini nagonjwa? Na wakati Yesu alipomwambia ya kwamba chukua kitanda chako na utembee na uende, yule mama aliona kama ni mzaa, sababu hakukuwa na tumaini tena ya kupona. Na wakati aliposimama akakwenda anatembea, alikwenda anatangaza injili ya Yesu Kristo, alikwenda analihubiri mahali popote. Na wewe nataka nikwambia kwamba umtegemee Yesu Kristo, uachane na mambo yale ambayo yanaweza kukutenga wewe na Yesu. Ukimwamini Yesu Kristo, utakwenda kuona mkono wa Yesu.
tunakwenda kusia kwamba usikose kujabone katika page zetu. Ukiingia katika Facebook utatuona, ukiingia katika TikTok, YouTube utatuona. Tunakuamini ya kwamba ujiabone, upartage massivement na uache comment yako, ili tupate kujua kupitia wewe yule ambaye bado hajatambua hata kwenda kujitambua. Na somo letu bado linaendelea, kwa maana tunakuwa na injili ya jioni.